Sasa wadogo zangu, swala lile ambalo tumeliongelea na tumetoka kwa shemeji, ili lazima shamba nyang'anywe kabisa. Kweli kabisa, hakuna cha kwamba yule mtoto eti anasoma. Sisi tunamsomesha. Mtoto yule ni wa kwake, tunamlea mwenyewe. Yule mtoto ni wa kwetu. Yaani hapa hakuna cha upole. Mimi nimeshangaa. Kwanza mimi nilipokuwa nawategemea kwamba mtaenda kwa ukali, sio mlivyofika mnafanya. Sasa wewe eti sasa mimi naomba shemeji utoke. Mtu anaweza kumwambia hivi akajua kwamba uko serious kweli? Mimi sikusema. Sikia kaka yetu. Kama ni mtu mwelewa, yani ni haraka kuelewa. Na mwenyewe ametuelewa na kwa kile kitendo ambacho tumeacha tumemuonyesha, nadhani ameelewa. Ila asipozingati. Simple. Yaani haipingwi. Yaani hapa hakuna cha kukataa, hakuna cha kuogopa. Yaani mali zote tunazimiliki sisi, labda wewe kaka. Yaani ukitaka kuyakataa, sisi tunayaingilia wenyewe. Unaenda. Sasa unaongea nini kwanza wewe? Eti tunaenda. Na tina kaziroyo. Kaka, mimi siwezi kumuogopa. Kaka, sikia. Acha basi. Ingia kwenye usirias. Ndio kitu ambacho mimi usirias wangu ni kwamba shamba lazima ondoke. Ni kwamba kama mtoto ni urithi wa hii familia. Wapi na wapi kusema sio mtoto tamrea. Ni kwamba tunamnyang'anya. Na sisi ndio tunavyotaka kwamba atoke pale. Lakini kaka, sisi ambao tulikuwa tunakutegemea hujafanya hivyo. Sisi tulikuwa tumeshakuwa kukupa taarifa. Lakini ulipofika pale umenyamaza. Sisi tumeongea sisi wenyewe tu. Safi. Nimetaka muongea kitu okale kidogo tu. Na mfiatoa makofi. Ni sawa, mimi nimekuelewa. Umetaka ajue sisi ni wakali, wewe ni mpole eti? Hapana. Nitaka wabishie mje muone ambacho ningemfanya. Sasa na ni kweli. Kwa sababu nilikuwa nina simu, nimpondela akafia. Umukaka akulia Kalimu. Nimpondela kafio mwa John. Nakafanya. Nimpondela kafia. Kama mbaigize. Chonka. Mube serious. Sisi tuko serious. Ila wewe ukiwa haupo serious, sisi tunaingia kati. Amniamini au? Tunakuamini, lakini wewe unaonesha kaupoyopoe kama vile kuna kitu nyuma yako. Na nyenda umutera makofi yani nyakagamba hukubi. Wewe ulikuwa unataka kuondoka sasa. Ile kangeni. Wewe kwanza kafuatilie. Akakulia zile tena chakula nyumbani. Ni kweli. Kwani shemeji hapa tunadhani kwa hilo tumemaliza. Kwa hiyo fatacho mimi acha niende. Sasa jioni saa 12 tunapaswa tukutane nyumbani tena. Haya. Sasa mimi ndugu zangu msije mkaniangusha. Usije ukatuangusha. Siwezi kuangusha. Unajua? Yaani mimi haipendi. Kuona kaka ameingia kati. Kaka kujitoa. Lakini yuko pande mbili, mara anaingia mara anatoka. Hamna. Yaani mwenyewe kweli. Uko pamoja. Basi. Haya. Kuja kujulikana mbeleni huko. Huku napotoka ni pana uwezo pakawa ni kwema au sio kwema. Kwa nini jamani? Unajua dingi akafariki. Najua hilo. Pole sana kwa pole sana. Sisi ndio ni wasiwasi na kuninyima amani. Unaona mwenzangu na kwa ndugu mbambega zangu wanaziungua. Ninawajua wote wanataka mali. Itakuwaje? Yaani wanataka nataka kuzungumza ndio kama wanataka. Sasa mimi ndo nachanganyikiwa hii nifanyeje? Kama unavyojua mimi na mama tunaishi nyumbani sasa. Mimi na shangazi yangu unajua. Wewe ni kidume. Wao umeshawachukulia hatua gani sasa? Unajua hii ni hatari, watu wafukuza mtaenda wapi? Sasa nilikuwa najiuliza hapo, nimeona natoka kule nilikuwa na mawazo. Ninafanyaje hapa? Hapa cha kufanya rafiki yangu. Nishauri ndio nifanye. Hii imeshakuwa hatari.
Hii kabisa ni ngondo. Yaani mimi nakushauri uende kwa mwenyekiti, yaani muwachukulie hatua. Hii ni hatari unajua. Kweli eh? Nenda kwa mwenyekiti. Yaani huo ndio ushauri wangu. Kama ukipuzia lakini mimi huo ndio ushauri wangu. Alafu kama vile inaingia hivi. Yaani cha kufanya, yaani huu mguse, usianze kufika hata nyumbani. Wewe nenda kwa mwenyekiti, sawa? Wewe nenda kwa mwenyekiti tafadhali. Sisi cha kufanya. Kwanza ni niambie mama yangu moja kwa moja. Yaani wewe mwambie mama, gesh pale naenda. Kwa hiyo uhakika kabisa ukimwambia mwenyekiti atakusaidia. Mwenyekiti lazima awasaidie kwa sababu hawezi wakawanyonga. Hii ni mali halali ya kwetu. Kwa hiyo watawanyonga. Kwa hiyo cha kufanya wewe nenda kumwambia mama. Ngoja nijikatae niwahi mwanangu hapa. Hamna shida. Niangalie itakuwa. Fanya hivyo. Mpaka nakonda mwingine. Shemshemu. Niambie habari. Sasa ndani kuna joto. Samahani shemu bwana, kuna joto nje. Yaani nje. Karibu rafiki. Afadhali kuna kaupepo ila ndani. Joto. Unaona unanenepa mashallah. Shemu. Asante bora nimekukuta. Kuna kaubaridi hadi raha. Umekataa kuingia ndani lakini. Asante. Sasa shemu. Kwa kweli hili swala kwa kweli shemu mimi linanitesa. Linanisumbua tena si kawaida. Yaani ukweli yani ndio. Yaani wewe. Sasa shemeji ngoja nikuulize swali. Wao unasema nakupenda. Mbona na wewe unataka kunidhulumu? Shemu. Wewe ni shahidi. Si uliona mwenyewe? Wakati wanasema mara mimi waliniburuza kama mbuzi wanampeleka kwenye mnada. Ndio hivyo Kwa hiyo walikuwekea kamba wakaja wanakuburuza mpaka hapa. Si ulikuja unatembea wewe? Hapana shemu. Mimi nimekuja natembea sawa. Ila walikuwa wananiambia wasema sio kaka njoo twende. Wala sikujua wanachokuja kukuambia. Ila sema alikuwa shekundokeza. Shemu kweli sishawahi kukuambia kweli kwa una mpango kutaka kunyang'anya shamba. Sikiliza shemeji nikwambie. Iwe mwanzo na mwisho kanyaga hapo unaongelea hayo mama. Labda useme kwamba unakuja kunitembelea. Unitembelee, uongee na mwanao, uondoke. Iwe mwanzo na mwisho shemeji. Nitakuvunjia heshima. Aya. Nitakuvunjia heshima kweli? Shemu. Wewe chukulia masiara wewe uje uone. Serious shemu. Serious, yani niko serious. Hamna hata huruma. Kaka yenu amefariki tu hajamaliza hata mwaka. Huyu nakutaka, hao wamekuja kuninyang'anya shamba na wewe ukiwemo tena alafu sasa hivi una. Bye shemba. Nenda. Vitu vingine bwana. Nisumbufu. Sasa hivi niko ngwerere, natafuta mane na kula pesa, toto sina shaka mimi. Mindonda yose keye miti ya shamba, kijangangali na kutia kwenye chupa, na unakaa unatuliza kipwito, taka na kula miundo. Kisha gundua furaha yangu ni wewe, yani huyu mshenzi. Nampa maagizo kidogo tu masharti kwamba likitembea lisipiga hatua kubwa. Ndio linatembea kama wamelikimbiza. Sasa linakuja chini ndani. Odi mganga.
Sikia, yana kisogo kiunoacha nyuma. Nini umeacha nini huko? Mbona unakuja unaweuka? Sasa mganga, Nini? mimi kujo wangu Gani yani kwa mfano? Ni kwamba mganga, mimi mwanamke amenikataa licha kuniulia kakaangu. Naomba kwanza soma hapa. Shika usome. Pameandikwaje hapo? KNMB Arts Group. Sasa usicheze na KNMB Arts Group. Nasikia wewe ndio umejiharibia. Nilikupa masharti kidogo tu kwamba ukitembea usipiga hatua kubwa. Ukatembea kama wanakukimbiza, kama umemaliza kutahiriwa ukapiga hatua kubwa na uliharibu tu hapa mlangoni. Nilikuwa nimekuangalia nikasema huyu mbwa ameshanipa maokoto na naomba pesa yangu sasa hapo. Wewe tulia. Nakupiga kinyundo mchoke kwa kichwa. Naomba toka hapa kwanza. Mimi huyo mwanamke naenda kumiliki. Unafanyaje? Toka hapa. Sinisikilize mambo ya kupumbavu. Sasa pesa imekuaje sasa? Umeshaniulia kaka, kwa hata na pesa mwanamke zapata pesa umekula kweli. Ngoja nikuulize. Nadhani unaelewa. Kuna msemo unasema kiendacho kwa mganga. Kwangu cha kwangu kinarudi mganga. Kiendacho kwa mganga kirudi. Naomba toka hapa. Yaani unakuja kwenye kiringi cha mganga ndio sekeye miti ya shamba na leta kipwito. Tuliza kipwito, toka hapa. Muone. Yuno kabata mzinga. Nenda kule. Macho ka. Pipi ya bigi boko mama mako. Wewe unataka yaani unaharibu masharti, unakuja unaleta shobo kwa mamako. Mshenzi wewe. Alafu kuna watu wengine sijui hawajielewi kwamba mganga Yose ndo noma sana kwenye mtaa huu. Anakizungusha na anamiliki vitu vizuri miuno ya watu. Karibu. Karibu sana ofisini. Mbona uko nyari kama hii mama? Baba. Mwenyekiti, kilichonileta jamani, naomba msaada wako, chonde vile ile sehemu ambayo nilikuja hapa nikakwambia kwamba wanataka kuninyang'anya shamba, niliambiwa na shemeji yangu yule mkubwa. Wamekuja leo kuote. Wako ngapi? 5. Naomba unisaidie jamani. Angalia mtoto wangu bado ni mdogo. Bado anasoma jamani. Ndio kusaidia kitu kimoja, naandika majina yake, majina yote hao. Tunajua wote. Majina tunajua wasemaji zako. Usilie yataisha. Mimi nitaandika taarifa hapa na nitaandika majina yao yote. Sawa. Ikiwezekana wafuate na wakamata wale hapa ofisini. Sawa. Na nitaitisha mkutano kwa ajili ya hili swala. Kwa sababu iwezekani kwenye kijiji chetu mambo kama haya yakiendelea, mimi ni kiongozi nipo. Mimi nakutia moyo kwamba nitakusaidia na nitalifuatilia swala. Wala usiwe na wasiwasi. Hebu niandikie majina yao wote. Wako 4 nadhani, si ndio? 5. Wako 5. Haina shida. Orodhesha hapo na maana tarehe leo. Mimi nataka nikwambie. Usiwe na wasiwasi. Mimi nipo kwa ajili ya hili swala. Na ndio maana mlinichagua mkiniamini. Na nitahakikisha hili swala nimelikomesha. Na nitafanya mpaka hata wengine wajifunzie swala hili. Nafikiri hamna shida, mnaweza mkaenda nyumbani. Haya, asante sana. Nitakuhitaji ofisini muda wote ule kwa ajili ya uchunguzi hili. Haya. Nashukuru. Salama. Halo. Habari za saizi mheshimiwa? Salama tu, habari za majukumu? Afya nzuri sana. Sasa samahani sana,
nilikuwa na shida kidogo na wewe hapa ofisini. Hapa ofisini kwangu kuna shida kidogo, tunahitaji msaada hasa wa kisheria, maana kuna changamoto imejitokeza kwenye kijiji changu hapa. Ningeomba tu ufike ili uweze kunisaidia. Na sasa nitashukuru sana. Asante sana, karibu sana. Huku hata sio kwema jamaa. Kuna nini tena? Marahaba, jambo. Umeshindaje lakini? Salama, uko vizuri? Hata sio kwema rafiki yangu. Kuna nini tena? Shemeji yangu wa kwanza yule mkubwa ambao nilishakwambiaga, alikuja akanipasha habari. Sasa mimi habari eti mashemeji zangu wadogo wanataka kunizungusha shamba. Sasa mimi nikapuuzia, nikaona vya kawaida. Nikaenda kwa mwenyekiti mara ya kwanza nikatoa kama taarifa tu. Basi nikaja. Sasa hii leo unavyoniona hapa. Nilikuwa nyumbani nimetulia, nikaona mashemeji zangu hao wamekuja wote. Wote rafiki yangu. Hivi wanakuja wananiambiaje? Eti niwape mali zote. Na mtoto niwape walee wao. Alafu mimi niondoke. Jamani. Sasa hii kati. Hivi shemeji zako, hivi wana akili kweli? Yaani rafiki yangu hata sielewi. Nashangaa kabisa kwa kuwa matendo yao hata yafurahishi, hata wanavyoongea hadi wanakera. Sasa sikiliza. Hivi hawa watu wanataka nini? Lakini kwa shemeji yako yule mwingine anasemaje? Na yeye yumo. Na yeye yumo. Walikuja naye. Yaani unavyoniona hapa natoka kwa mwenyekiti. Sasa mwenyekiti amekwambia? Ameniambia eti nitulie atalishughulikia hilo swala. Atashughulikia. Lakini basi kuwa makini. Eti uwe makini kwa kuwa umeshatoa taarifa. Endelea hivyo hivyo. Yaani ukae lakini ukae kiumakini zaidi. Maana hapa si unajua tena wakijua umeenda kwa mwenyekiti ndio hapo sasa itakuwa kali zaidi. Maana unajua ukiwa umeolewa basi ukiwa umeolewa yani ukaona kwamba ukaona kaka yao ametoka. Sasa shatoka alafu wao ndio wanataka waingie mlo wamiliki vile vile. Lakini pamoja na hayo ndio wanataka sasa kila kitu wakisimamie wao na hapo undugu haupo tena. Yaani mpaka nimehisi kwamba kaka yao alivyofariki sasa mimi nimeisha samani pale. Nimeshaisha samani. Yaani ndio hiyo taarifa. Ila tu unajua kwa kwamba alipeleka kwa mwenyekiti dadangu atakusimamia tu litaisha. Kweli. Litaisha lakini hebu endelea kuvumilia. Najiuliza sipati jibu. Hebu pole basi. Endelea kuvumilia kwa kuwa umeshalipeleka mwenyekiti kwa sawa tu, utakaa vizuri. Lakini ujue hapo sio ndugu tena. Maana kama sawa najua tu itaisha hiyo. Asante kwa ushauri. Asante. Haya rafiki. Lakini ndio nitembelee basi. Nitakuja sijali. Haya, asante. Karibu sana. Karibuni. Karibu sana. Ndio. Nimetia wito wako. Karibu sana, nashukuru sana kwa kusikia wito wangu. Sawa. Ndugu mheshimiwa wa sheria, nitakuitia mazingira hapa. Kwa kweli nimekutana na changamoto. Kuna kesi imeletwa hapa inatisha sana. Kuna mwanamke mmoja ndani ya kijiji chetu alifiwa na mume wake. Lakini cha ajabu alipofiwa na mume wake alibaki yeye pamoja na mtoto akiwa anasoma. Sawa. Lakini pamoja na hayo yote sisi sawa ni mpango ya Mungu. Ila changamoto iliyokuja wale ndugu wa mwanaume waliobaki. Ndio. Sasa wanang'ang'ana kuchukua zile mali ambazo hayati marehemu ameziacha. Nataka kumdhulumu. Lakini mara nyingi alikuwa akileta taarifa hapa na chukua muda tu wanamtisha, wako serious, lakini juzi wamekuja wote wamejipanga ndugu 5 kwa ajili ya zile mali. Sasa nikaangalia mimi kama mimi mwenyekiti wa kijiji. Mimi natumia zile sheria ndogo ndogo.
kwenye swala kama haya yako nje ya uwezo wangu. Nikaona sasa kabla sijachukua taarifa yote ile kwenye ngazi husika, nikuite wewe mwanasheria ambaye anaweza kunisaidia hasa kwenye ushauri, nione jinsi gani naweza kutatua hili mgogoro. Karibu sana. Asante sana. Tafadhali niseme asante. Sawa sawa. Kama umefanya kitu msalama. Umefanya vyema hasa kuleta hii taarifa kwenye ngazi ile kuzidi. Sawa sawa. Jamani, vijana wangapi hapa? Jumla hapo 5 na majina yao nami yanakuwa. Yote. Ndio. Angejaribu kuwaita kule kwenye ofisi. Nimekuita wewe ili unisaidie kisheria, nifanye njia gani? Sasa nachokiona. Na ukija kuangalia utaratibu wa nchi yetu Tanzania. Mke na mume wanapooana. Wanapomaliza kufikisha miezi 6. Ndio. Hapo tokea mmoja wapo akapoteza maisha. Sawa. Haijalishi ni mke au mume. Anayebaki ndiye anayepaswa kumiliki ile mali kihalali. Sawa. Na vile vile nashangaza wanapoanza kuleta hizo na miliki sekeseka kama sio miliki zile mali zote. Na hali yule mama mjane ameachiwa mtoto. Nafikiri yote ni kutofahamu sheria. Na wanatumia ubabe wa kuwa anajua kabisa mama yuko mwenyewe, hana mwenzake naye mpaka nyuma. Patana sheria ilivyo. Sawa sawa. Ni unapora ungeliwaita na ukawaoje kwanza. Na kuona kitu gani watakachokijibu. Sasa nashukuru sana kwa ushauri wako. Sawa. Na mimi kulingana nilikuwa busy kule. Ndio. Hata nikaenda kukutia maswala mengine. Karibu sana ofisini. Kazi njema. Karibu tena. Andika tarehe leo ambapo siku amekuja mwanasheria kashauri, andika ili kumbukumbu ofisini. Siwezi kabla kumbukumbu ya neno na hiyo. Asema njoni tusemezane, mweleze shida zako wewe. Asema njoni tusemezane, bwana, mweleze shida zako wewe. Usisikie ya wanadamu wewe, usisikie ya wanadamu wewe.